Jambo moja tu shekhe wangu wa mkoa ambalo ni gumu kidogo, na nitakuomba sana msaada wako shekhe, pamoja na viongozi wa mkoa kwa ujumla. Katika harakati za kuchangia mradi huu, tumekuwa tuna vikwazo baadhi ya viongozi wa baraza, maimamu na baadhi ya mashekhe wa kata, wenye viti wa kata na viongozi wa misikiti. Kumekuwa kuna ususuavu fulani hivi ambao upo kutokuitikia wito wa viongozi wao wa juu. Jambo hili tuliliamua na tumekaa vikao, tukasema kila kiongozi achangie mfuko mmoja wa simenti. Tukatoa miezi mitatu. Lakini nataka nikwambie mheshimiwa shekhe wa mkoa, wale ambao waliochanga, manake BAKWATA kama BAKWATA, kama tungeacha lile ambalo lililosemwa hapa ubinafsi, tungekuwa mbali sana bila kutarajia nguvu ya mtu mwingine yoyote kule nje. Ukichukua viongozi wa msikiti, kuna viongozi pale zaidi ya 10 wako pale. Ukichukua viongozi wa kata, kuna viongozi zaidi ya 15 wa kata wako pale. Ukija wilayani, kuna viongozi zaidi ya 15 wako pale. Ukienda mkoani na taifa, ukipiga mara idadi ya kata zetu, mara idadi ya misikiti yetu, ni watu wengi sana. Tukasema Tabora hii, idadi ya misikiti yetu na kata zetu, tuna viongozi wasiopungua 400. Tulifanya hesabu hiyo, 400, ambao hawa ni viongozi wa baraza, na baraza ndio limewaweka katika nafasi zao. Tukaachana na misikiti ambayo pengine ina shubha na BAKWATA na kadhalika na nini. Tukawafikishia fikra hii na wakaipokea, na takbira zikawa nyingi sana. Tukisema tukipata mifuko 400 tutakuwa mbali sana. Kila kiongozi mmoja atupe mfuko mmoja tu wa simenti, wala tutaki mitatu, mmoja tu. Haya, mifuko 400 ikosekane, basi tupate hata 300 kupitia viongozi wetu tu. Lakini nataka nikwambie shekhe wangu wa mkoa, imekuwa ni mtihani mkubwa. Wako baadhi ya viongozi ambao wametekeleza. Napenda nimshukuru sana shekhe wangu wa kata hii ya Inala, Shekhe Kunguni, yuko hapa, amekuwa ni mdau mkubwa sana. Yalileta guta zima la simenti kutoka Inala kule. Lakini wako viongozi ambao ni wa mjini, kata za mjini, na uwezo wengine wanao, lakini bado hawajatekeleza jambo hilo. Sasa mheshimiwa shekhe wa mkoa, mimi naomba niseme mbele yako na viongozi wa kata mko hapa, naanza kuchukua hatua. Kwa mujibu wa Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA, katiba yetu, liko baraza la mashehe wilaya tunalo, ambalo ukisoma lina mamlaka ya kuwachukulia hatua viongozi wote ambao walioko chini ya wilaya, kuanzia misikitini mpaka katani. Hakuna kiongozi anaweza kusalimika pale. Na hata shekhe wa kata pia, baraza la mashehe wilaya lina uwezo wa kumsimamisha na kumwandikia oda yake mkoani ili limfute kabisa. Kwa nafasi hiyo ambayo baraza limetupa, naomba sasa shekhe wa mkoa niseme rasmi kwamba naanza kuchukua hatua. Kiongozi yoyote wa baraza ambaye atakuwa haitikii wito wa baraza, hataki kuchangia baraza lake na uwezo huo anao, hataki kutii mamlaka za juu, tunamuondoa katika nafasi yake. Na nisema hilo wazi kwako shekhe, na ninaomba nguvu yako pia itumike. Maana kuna wengine ni jeuri kidogo, wanasema show la wewe nini bana, show la akituzingua tunakwenda mkoani. Sasa mkoa ndio huu hapa, tunakutoa alafu tuone utakwenda wapi. Hatuwezi kuwa baraza hoi viongozi wa baraza kama tukiwa wazalendo kwa baraza. Tulikuwa mbali sana shekhe. Leo unaweza kuitisha vikao, maimamu wa mjini wanakuwa 3, lakini maimamu kutoka nje ya mji wanakuwa 100, na watu wako mjini na wanatembea na wala hawana habari. Ukimgusa nasema mimi Shekhe la Ndabaishi, akinizingua nampeleka kwa shekhe wa mkoa. Naomba sana shekhe wa mkoa, akija huyu mwambie kaa pembeni, kazi iende, vinginevyo hatuwezi kufika. Tulikuwa na kikao juzi, na kushukuru uliniwakilisha nishiriki katika moja ya vikao juzi vikubwa sana, lakini moja katika maazimio makubwa, sisemi hapa kwa sababu hayo yanakuhusu wewe, lakini mimi nasema kwamba sasa nachukua hatua shekhe wangu. Sasa wakija kwako shekhe, ni maamuzi yako. Useme bwana shekhe bwana hawa umewaonea, waache. Nitaacha kwa sababu sina mamlaka. Taacha. Hapa kuna mashehe wa kata kutoka
Kakola, hebu simameni. Shekhe Kakola huyu. Kakola ni kilomita zaidi ya 30 kaja hapa. Kuna mashekhe wakata kutoka Ifucha wako wapi? Yuko shekhe wakata Ifucha kule porini. Kuna mashekhe wakata kutoka wapi? Lakini kuna kata za mjini hapa mashekhe hawaonekani hapa. Na taarifa wanazo. Tuna maimamu wa mjini hapa hawaonekani na taarifa wanazo. Sasa hii kuleana mpaka lini? Mimi napaza sauti na naomba pia sauti hii imfikie pia na Mheshimiwa Mufti. Kama itakuwa ndo ajali yangu ya kuondolewa, niko tayari kabisa. Hatuwezi kuendelea kukumbatia upumbavu huu. Sisi leo tunahenyeka hapa, shekhe wa mkoa huko hapa, shekhe wa kata hayupo, shekhe wa mkoa huko hapa, imamu hayupo, shekhe wa mkoa huko hapa, mjumbe wa msikiti hayupo. Maana yake nini? Jambo kubwa kama hili, kilio cha Waislamu ni elimu na afya. Nani asiyojua katika Uislamu kwamba tuko nyuma kielimu? Na nani asiyojua? Leo watu wanaonesha njia, viongozi wanaonesha njia, viongozi wanaonesha dira. Wewe kiongozi wa kawaida hutaki. Maana yake nini? Kaa pembeni, naanza kuchukua hatua. Naomba sana mnilinde, Sheikh wa mkoa nilinde, na muomba sana Mheshimiwa Mufti. Najua kuna watu watasafiri hapa, watakwenda kwa Mufti kule. Sheikh wilaya anatetea vurugu mjini. Maana ndio wakinga hiyo kwamba unapomtoa imamu wa msikiti hakosi watu. Maana hakuna mbaya aliokosa watu. Anao wawili watatu. Sawa? Panaripuka pale. Pakiripuka pale, Sheikh wilaya anafarikisha watu, ndio wakinga hiyo. Mabarua kwa Mufti, anafarikisha watu. Kama faraka yenyewe ndio hii ya maendeleo na iwe. Kama ajali yangu ndio hii, niko tayari. Lakini nasema Mheshimiwa Mufti, shekhe wa mkoa, hatuwezi kuvumilia viongozi ambao wako ndani ya baraza na hawalitumiki baraza. Hatuwezi kuvumilia. Kwa nafasi yangu shekhe wa wilaya, mamlaka yananiruhusu. Baadhi na wafukuza kabisa, baadhi na wasimamisha. Watakuja kwa Mheshimiwa shekhe wa mkoa uwarudishe. Lakini mimi siwataki. Hili nimeona niliseme kinaga ubaga. Mradi kama huu hauwezi kusimama kama tutakuwa lele mama.